Mimi na tabia yangu na mbwa, na nikupe siri sasa. Umeona hawa mbwa, nikupe siri. Hujuaje? Manake utaona kuna mtu aweza kupita mbwa asimdulumie, na ukapita wewe, si kwa mwenyeji yule, lakini hamdulumii. Ukipita wewe akakudulumia. Wajua sisi wanadamu Mwenyezi Mungu ametupa, ukishtuka kuna changing katika mwili wako yapatikana. Ile changing, kuna harufu yatoka, ule mbwa hujua huyu aniogopa. Kuna harufu fulani wewe waitoa, mimi huonesha utoka mno harufu hiyo. Kuna harufu fulani ikitoka, ule mbwa husense. Wajua hayawani hutumia sana hasa. Hayawani vitu vitatu vina nguvu zaidi kushinda akili: pua, kusikia, kuona. Kuna hayawani huona mbali kama kipanga, mwewe, tai. Wa kwanza ni tai kwa kuona. Tai wewe huwezi kumwona, lakini yona huko. Kuna na wanaosikia harufu, kina mbwa. Kuna wanaosikia sauti, kina punda, farasi. Hawa sana ndio ukenda nawe ona utezesha mashikio tu hao, sababu zile mashikio ndio sign zao. Lakini sisi binadamu zote ziko sawa. Hapa ndipo akili, sisi utezani akili. Sasa ule mbwa wewe ukiwa yani wewe angalau ile roho ya mbwa yoyote hamtidimu, kwa sababu ile harufu ya uoga haitoki kwake. Utaona mbwa papasa uleme mtia guniani endao naye, wewe umemweka alinde, yeye huyo akamtukua ni wake, kwa sababu hakuna harufu ya kichwa kwake itokao. Wajua yule mbwa hukujua kwamba hapa naweza kusonga, na utaona mbwa zingine wamekuja ataka ile harufu tu itoke ndo akuvamie. Sasa isipotoka atabaki yuwabweka tu, sababu hajapata ile harufu aitakayo. Lakini kina sisi tukiua tu mahala fulani, harufu kwanza kutoka huyasikilia, bismillah, sisi tayari mshafunguliwa ile mbwa, bismillah. Sasa ikiwa pua yake, maana mimi sina elimu ya mijibwa, ikiwa pua yake yatoa kama hivyo vilozungumza, yatoa waitaje maji, bila shaka itakuwa ni najisi, sababu imetoa maji. Almuhimu ukitoka maji khalas unajisisha. Naam. Allahu Akbar.